Alikuwa ni bibi. Maana baada ya kugeuka hivi nilivyomuona alikuwa ni bibi, lakini yeye yupo katika hali kama vile ana hofu fulani hivi. Maana alihisi kwamba nimeona kitu ambacho sikutarajiwa kukiona. Na babu ashanichinja dawa, kwa babu anajua. Bibi alikuwa anajua kwamba yani wale watu wabaya wote naweza nikawaona mimi, japo wengine hawawezi wakawaona. Wao alikuja hapa akaniambia, mziki wangu sasa mbona umekaa nje peke yako? Usiende kulala. Nikamwambia tu bibi, hapa nimekaa hapa nawaza sasa hapa si inakuaje, yani mimi hapa inabidi nirudi kule maana shuleni kuna vipindi mimi inanipita kule. Akasema sasa basi ina shida mziki wangu, wewe jiandae kesho kutwa unaenda. Nilifurahi. Nilifurahi sana. Nikamwambia kesho unaenda bibi kweli? Akasema hapo likaa siku ngapi huko? Nilikaa kama siku 3. Akasema kesho ndakukabidhi mirasi ambayo babu yako ameiacha, na tulikaa kikao tukajadili kwamba wewe inabidi tukupatie. Akasema basi sawa, haina shida. Ani kalale wala usihofu. Ile siku ile bebelo alikuwepo. Ile siku ile bebelo alishinda analia. Yaani usiku kucha analia kiasi kwamba mtu ambaye yani yupo katika majonzi makubwa sana kama ni binadamu. Analia. Asubuhi nimeweza bibi, hivi bibi ameniambia ukweli. Hivi huyu mbuzi ama au ni kiumbe gani? Maana hata vyakula anavyokula mbona mbuzi wengine hawali? Kwa nini? Akasema huyo yani huyo mbuzi mjukuu wangu ni mizimu hiyo. Yani hiyo ni mizimu, yani huo ndo ukishamuona hapo ndo anayetuongoza sisi katika masuala ya kitibabu ya uganga hapa. Huyo mbuzi ndiye ambaye anatuongoza. Nikasema basi sawa, haina tatizo. Na je, lini utamchinja? Akacheka bibi, akacheka sana. Nikacheka akasema ni mjukuu wangu wewe, acha mambo mengine mniache bwana. Basi muda alipofika tulipokunywa uji akanipeleka sasa sehemu ambayo babu baadhi ya vitu ambavyo mimi nitaka kupewa. Kulikuwa na mashamba, nakumbuka zilikuwa eka 3 nilipewa, lakini pia kuna mbuzi zangu, maana babu alikuwa na mbuzi wengi karibu hata 50. Alikuwa wengi sana. Na mimi nilipewa mbuzi 10 na kondoo 4 nakumbuka nilipewa, na kuku nakumbuka zilikuwa kuku kama 12 ambazo mimi nilipewa, na nguo za babu zote. Yaani hamna nguo hata moja kwamba ambayo yaani nguo hata moja ambayo. Na yule mbuzi akawa analia sana ule usiku. Baada hapo nilipomuuliza asubuhi nani bibi akasema huyu mbuzi ni mizimu. Lakini pia ni mbuzi hasa anakunyonya damu. Mbona mbuzi wengine hawali chakula ambacho yeye anakila? Kwa nini? Akaniambia huyu mbuzi ni wa mizimu. Unaona? Basi kwa hiyo bibi tukisema tumchinje, akacheka tu. Alicheka sana, akaniambia mjukuu wangu bwana, vitu vingine viache tu. Wewe jiandae tu hapa ndio sasa nikakabidhi vitu ambavyo babu yako aliniambia nikukabidhi. Nikasema sawa. Ndio kaenda kunipa hayo mashamba ambayo nishazungumzia mashamba. Nikapewa na sehemu yangu ya mbuzi 10, lakini pia nikapewa na kuku kama 12. Yes. Alafu na nguo zote za babu zote nilipewa, zote kabisa nilipewa. Hama hata moja ambayo nguo hakupewa mtu yote, nilipewa mimi. Sasa nikamwambia bibi, sasa mimi naenda shule kule, na hawa mbuzi huku inakuaje? Na bebaje? Bibi aliniambia mjukuu wangu wewe nenda, mimi nitafute mteja niwauze hawa. Sawa? Mbuzi kuku niziuze, na mimi nakuja huko. Maana nimeongea na mjomba wako kwamba amesema na mimi niende nikafanyaje? Nikakai kule. Mimi sikuamini. Maana anko yani kumwambia eti bibi aje kukaa kule, alafu ni bibi ambaye tu ni upande wa babangu mimi. Sikuafiki. Na ile hali ambayo alimkutana nayo pale sikuweza kuafiki. Akasema basi sawa, ina shida. Mimi kweli bibi aliuza baadhi ya mbuzi pale kama 4 5 hivi. Akanipa hela, nikaa nimeenda. Nimefika pale shuleni, nikaenda shule kwanza nilipotilia shule, yani nilipofika siku ya pili kaenda shuleni. Nikakuta hali tofauti pia shuleni. Hivyo yani kuna vitu vinaendelea. Yani naambiwa hivi, jana bwana umefanya vizuri sana kwenye mtihani bwana. Sasa kwa kwamba umejabia la umefanya vizuri mno. Nimefanya mtihani au kuepo. Na mimi sikuepo sasa, yani nimefanya mtihani. Sasa rafiki yangu yeye ikamuuliza, wewe mtihani gani ambao jana umefanya? Acha dharau na wewe bwana. Wewe just umefanya mtihani hapo umekuwa mtu wa pili, alafu unauliza
Lakini nikajua kwamba hii hali ambayo niko nayo ndio inaopelekea hivyo. Basi nikarudi kwa wangu nikasema nimuelezee mjomba. Bana. Acha wangu nimwache, naweza nikamuelezea yakawa mambo mengine. Lakini sasa nikaingia kwenye dimbwi la mawazo. Nawaza nahitaji hata kumuona mama yangu au baba yangu, nimuone basi kwa wapi, saa nyingine sasa niishi nao siwaoni. Unaona? Maana anko alikuwa na namba za mama ambaye ni dada yake. Lakini pia alikuwa na namba za baba yangu mimi mzazi. Kila akizipiga namba zipatikane. Maana mara mwisho aliniambia anko kwamba mama yako alienda Dar es Salaam, baba yako alienda Tanga. Sasa wapatikani, sijui shida ni nini, sijajua. Uwe cha msingi anko soma shule tu ndio itakao kuokoa. Basi naenda shule. Anko alikuwa ni mtu kidogo mkubwa, maana alikuwa anafanya kazi ya halmashauri upande wa NIDA. Alikuwa anafanya kazi ya halmashauri upande wa NIDA. Kwa hiyo alikuwa na kwa huko Tabora. Huko na Kaliwa sasa huko. Kaliwa. Basi huduma nilikuwa nikizipata. Huduma stahiki. Ila anko alikuwa hana mke. Alikuwa ni yani shamke, alikuwa kumwambia ni kama vile simwambia nini, hataki. Basi kaendelea na maisha bwana. Nimeenda ni wakati nimekuja nikaanza la 3, nikaenda la 4 nikafanya mtihani nikamaliza. Yani ule wa darasa la 4 ukao umeisha. Nikamaliza. Kaenda mpaka namaliza darasa la 7. Yule nyoka, yule mbuzi kila nilalapo lazima niwaone. Asa ilifika hatua nikawa, ndugu mwandishi, hata kama nimelala usiku nikiota kwamba mtu ananipiga au hata nimeota baba mwalimu fulani kesho ananipiga, na kweli ananipiga. Naota leo bwana Mr. Paul ananipiga, kweli ananipiga. Kama ababu na viota sasa vinaanza kunitokea direct. Basi nikaendelea tikibu na siku moja kabla ya bibi kuja sasa. Anko ananiambia mimi najisikia vibaya, najisikia homa. Ngoja niende hospitali. Nikamwambia basi anko sawa, nikusindikiza. Akasema hapana, wewe baki tu hapa. Maana ilikuwa jioni mita kama 72 hivi. Sikwenda, maana kweli kuna swala mchezo nilikuwa sana napenda sana football. Sasa sana mpira wa miguu. Akasema hata wewe leo usiende kwenye mchezo huko, baki hapa nyumbani kwanza. Nikamwambia basi anko haina shida. Nikawa nimebaki pale. Akaenda. Lakini wakati analudi alikuja anaongea na simu. Kumbe aliyempigia simu ni yule bibi. Hapo tumekaa hapa ni hata kwenye miezi kama niseme kama alikuwa hajapiga simu miezi kama 7-8 alikuwa hajapiga simu. Sasa ndo akaja kumpigia simu. Akasema Suleiman yuko hapa. Akasema yupo, ngoja nifike. Bibi aliniambia maneno haya kwamba mimi nakuja huko, lakini anko wako amekataa. Sasa basi mimi nitakuja nikae hapa afu yeye ataondoka. Nikamwambia hivi, bibi wewe acha uje ukae wakati yeye ni kwake hapa, kajenga yeye mwenyewe afu uje ukae unakaaje? Akasema mimi nakuja kukaa hapo, yeye ataondoka. Aisee, wiki mbali anko alifariki. Yani anko alifariki. Ndio mimi kikweli nimeshamaliza la 7 na nilikuwa nasubiri tu matokeo ya mtihani atoke ili niweze kwenda form 1. Kwa hiyo na alifariki kwenye mazingira yapi yani? Ghafla tu ama aliumwa? No, alipata ajali yangu. Alipata ajali ya pikipiki. Maana alikuwa ana pikipiki anayo. Alipata ajali ya pikipiki. Maana bibi hakubainisha kwamba nitakuja pala ataondoka. Hakubainisha kwamba ataondoka kwa mfumo gani. Hakulichambua hilo neno. Mimi kajaba kwamba labda Shabango atampisha tu kwenda. Kumbe na hisi ile njia ndio ilikuwa kuondoka. Kwa sababu nakumbuka hicho kipindi mimi yangu alinaga asubuhi. Ilikuwa Jumamosi. Ambaye sasa mimi naenda kwa rafiki zangu mjini kabisa huko, maana yeye alikuwa anakaa pembezoni kidogo mwa mji kidogo. Naenda huko, niende huko, nitashinda huko. Akaniachia tu hela mimi ya matumizi pale nyumbani. Kwamba utanunua unga usage na mahindi usage, upike ugali ule vizuri. Sawa, usitembee hivyo sawa. Aliondoka asubuhi. Mida ya saa 8 ilikuja pikipiki pale nyumbani. Kagonga mlango. Ikabisha hodi, nikafungua. Nikamjua yule mtu kwa sababu alikuwa anafanya kazi kule halmashauri kule, na alikuwa anakuja naye sana pale nyumbani. Ila ana huzuni.
ana huzuni sana yule mtu, ana huzuni sana. Akaniambia, Suleiman, hapa sasa inabidi yani hizo milango zifunge twende nyumbani. Nikamwambia hapana, maana mjomba ameniambia nisifanyaje, nisitoke hapa. Akasema wewe funga, mimi ndo nayekwambia, ndo nayefahamu nini ambacho kinaendelea. Nikasema kwani nini kinaendelea? Mjomba wangu amepata ajali yuko hospitali. Nikaanza kulia. Nililia sana kwa sababu wangu ulikuwa ukikaa naye hivi swala kusoma alikuwa aliweki mbali. Soma soma kabisa, yani soma, yani anakusii maisha alivyo nini. Basi nikafunga mlango tukaondoka. Nimeondoka tumefika kule, nikamwambia lakini hapana, mimi naomba nikamuone mjomba hospitali, mimi siwezi kukaa hapa. Akasema hamna, maana hata simu ya mjomba wako tunayo hapa, tumekuta hapa ili utuelekeze namba nani muhimu tuwapigie huko kwenu waje. Namba ya kwanza ambayo nilimuelekeza ni ya bibi. Nikamwambia hii namba ya bibi, mpigie bibi. Akampigia pale. Sasa wakawa wanamwambia Kinyamwezi, waliisa labda mimi sengine Kinyamwezi sikifahamu zaidi kindani. Bwana amefariki kwa ajali. Nilifanya fujo mule ndani. Kwanza nilimshika kwanza yule nani, yani tuseme nani mjomba wangu naye. Kwa sababu alikuwa rafiki mjomba wangu. Nilimshika nikamwambia, wewe niambie ukweli, mjomba wangu yuko wapi? Natetemeka na lia, jasho linanitoka. Mjomba wangu yuko wapi? Kwa nini uniambie ukweli? Nipeleke huko alipo. Mpaka mke wake akasema hebu muambie. Ndio akanituliza akaniambia, bwana anko wako amepata ajali, amefariki. Amefariki mjomba wangu? Yeye amefariki. Sasa mimi nitaishi wapi? Mimi jamani, mimi hapa maisha yangu yanaendaje? Mimi wazazi wangu ndo kama hivyo, mimi sijui walipo. Ndugu zangu wengine ndo kama hivyo. Anko ndo alikuwa msaada wangu, mimi naenda kuishi wapi? Yule mjomba naye alikuwa ni mwalimu, yule ambaye rafiki yule anko wangu alinija pale nyumbani. Akaniambia utaishi hapa, wewe fuata nguo zako pale uje uishi hapa. Akasema basi sawa. Alikuwa na watoto wawili wa kiume. Basi nikaa nimeondoka pale, wamenisindikiza mpaka nyumbani, nikachukua baadhi ya nguo zangu nikazibeba nikaja kuishi kwa ule nani rafiki mjomba wangu. Baadhi ya ndugu wa anko walikuja, ila mamangu mzazi hakuja. Alikuja huyo dada ambaye alikuwa anaishi na mdogo wangu pale Tabora mjini. Alikuja na mdogo wangu akaja naye. Akaja pale walifanya shughuli za mazishi, wakazika, wakamaliza. Basi sasa kitu ambacho kilinishangaza tena pia na nikajua kwamba hii hali ya uchawi bado inaendelea. Mimi mjomba wangu ilikuwa nikilala usiku namuona anaambia, anko mimi sijafa, mimi nipo anko, mimi sijafa, ila anko soma shule sana. Hiyo hali ilikuwa inanitokea hata mchana nikilala. Nasikia sauti zinaniambia, anko mimi sijafa, anko nisaidie anko, mimi sijafa, mimi bado mzima. Sasa nikiamka asubuhi nikiwaelezea wale yule ambako napokaa yule, naona kama vile ananiambia tu, wewe hamna bwana, wewe usimwaze sana mjomba, yani usimwaze sana hivyo, wewe mjomba wako ashafariki, sahau hayo, au ni mawazo tu. Basi na mimi hivyo tu kana yani hivyo tu. Lakini sasa majibu yalitoka, nilifaulu shule kwenda, lakini hamna mtu ambaye alinipeleka shule. Nilishala 7 tu vile ila nilifaulu vizuri kabisa kwenda form 1. Nimekaa nadhani pale nilikaa kama mwezi huu mmoja. Sasa siku moja nikapewa taarifa na rafiki zangu kwamba mbona pale kwa mjomba wako kuna mtu anaishi? Ni nani? Kumbe ni bibi kaja. Sasa nikajiuliza, huyu anaishi pale, funguo za nyumba zipo huko, amefungua vipi na anaishi vipi? Mimi nikasema basi ni nani wewe? Na shauku kumwona nani wewe. Sasa kile kipindi ambako wanakuja msibani, yule mdogo wangu na mkubwa tuseme, mdogo wangu alingangania naye pia kubaki pale aishi na mimi. Naye pia alikuwa amemaliza shule kule. Yani kwamba akae na mimi hapa. Mimi bado nataka nikae na mimi hapa sitaki bwana huko hivi na hivi. Basi Mungu akamwacha. Unajua watu wa zamani bwana sio kama sasa hivi. Zamani alikuwa anakaa popote pale mtu anakaa tu yani. Ili maji tu awe ina nidhamu. Yule alikubali. Nikamwambia mdogo wangu twende kwa anko tukaone, maana ni mbali. Tukamka siku ya asubuhi tukaenda. Tukamkuta bibi.
Kumbe sio bibi yule alikuwa ni nyoka. Yule ndo aliyekuwa nyoka ambaye shambani nilikuwa nikimuota sasa. Yule nyoka ambaye alikuwa anampa unga nini, ndo yule sasa nilimu. Yaani ndo alikuwa ni yani kama sasa kuja sasa live, ndo alikuwa aliamua kuja live sasa. Kuta pale taswira ni ya bibi kabisa, bibi kabisa. Hata mdogo wangu anasema mimi nikamwambia bibi, akasema bibi ashafariki. Tuko njiani sasa, hapo njiani ndo tunaenda sasa pale njiani. Mdogo wako anajua bibi yako ashafariki? Ana taarifa ambazo yani bibi wanakuja, walisema bwana bibi amefariki. Tumeacha kule yani pia kuna msiba na sasa bibi amefanyaje? Amefariki. Maana yake bibi yako alitangulizana na anko. Alipofariki anko na wenyewe hapo yani wajiandaa kuja, maana ili uje stand lazima upite pale. Yani tuseme yani karibu tu na Shinambia naoishi babu, kile kijiji ambacho shi babu. Ndio lazima upite pale. Ukakuta watu wakuza pale, kwa nini wasema pale kuna msiba, bibi naye amefariki, ila ndugu zake wote hawapo. Bibi amefariki. Akasema bibi amefariki. Ambia hamna bibi, mbona wanasema ipo, twende kumuone. Tukaongozana bwana. Na yule mdogo wako. Yule mdogo wangu kwa mguu tumetembea tumefika. Mdogo wangu alikuwa yuko yani ndio nyuma ya nyumba, anataka kukatiza sasa. Aje sasa aingie hivi. Nilishangaa alianguka kishindo kikubwa sana mdogo wangu. Ila mimi bibi nimeshamwona yule pale. Akaanguka kishindo kikubwa sana, akapoteza fahamu. Ile bibi aliingia ndani. Sasa mimi nikasema mdogo wangu amefanyaje? Kwenda kufungua milango haifunguki. Fungua milango, fungua bibi, namta bibi, hamna tabibi. Bahati nzuri kuna majirani kuna mtu alikuwa anapita pale, analima kwa ng'ombe, alikuwa analima kwa ng'ombe hizi na majembe yale ya sheli yale. Akapita akamwambia ameanguka mdogo wangu, nisaidieni nipeleke hospitali. Tukampeleka kuna dispensary kamoja, akakuwa sio mbali sana. Sasa tumefika mule kuna mjuzi ambao tunajitoka mjuzi mwili ambao ulinichanganya, kwa sababu ilifika hatua sasa daktari amefika kwanza akampima. Kwanza yeye akamwambia sema mimi anasema anamuona huyu mbona hajazimia. Mimi namuona mbona huyu hapa mzima. Sema anaumwa yetu, unajisikiaje? Anasema daktari kwamba yeye anaongea naye vizuri, anamsikia. Mimi anasema mimi siumwi, nirudisheni nyumbani. Ila mimi namuona amezima na hana fahamu. Daktari akasema basi ngoja nimpime. Pima na kupima ugonjwa, hakuna ugonjwa unaomsumbua. Daktari akaniambia bwana wewe beba mgonjwa wako muende. Nikamwambia mgonjwa mimi sinambebaji na kati huyu amelala amezimia. Hata kutembea huyu hawezi. Na mimi nambebaje huyu mgonjwa? Wewe huyo bwana mzima, wewe mbeba ndo kanaye. Au unaenda kupima labo wewe ndo unauma, una kichaa. Yani niko nachanganyikiwa. Mimi nikamwambia mimi mdogo wangu bwana huyu anaumwa. Mungu anapanga mambo yeye mwenyewe kwa wakati wake. Kwa sababu wakati niko nalalamika vile, kulikuwa na mtu sikujua kwa wakati huo sikujua kama labda ni mchungaji. Mimi nilikuwa Muislamu. Nilikuwa Muislamu kabisa, na maana jina langu mimi naitwa, mimi zamani naitwa Selemani. Ndio jina, ila ili jina la Suleiman nilibadilishiwa na mchungaji. Ile yani sema tu mchungaji kwa sababu aliomba kuja pale alipolala yule mdogo wangu. Daktari akamruhusu, mimi pia nilimruhusu kwa sababu mimi shida yangu mdogo wangu afanyaje? Hamke. Alifika akaniangalia. Akaniambia mkono wako, nikafanya hivi nikamfanyia hivi, mkono akaiona. Katika akasema pole sana. Ila sasa cha kufanya mimi subiri nimwambie kwanza mdogo wako afanyaje? Maana najua ambacho unakiona wewe hapa mimi nakijua. Kweli bwana mchungaji akaomba. Sasa mimi ndo nikamwona sasa mdogo wangu amefanyaje? Ameinuka sasa katika hali ya kawaida kwamba huyu mzima. Nikaondoka nyumbani. Ila aliniambia kwamba ukitaka kunitafuta mimi, maana kule kuna sehemu fulani inaitwa mlimani, uje mlimani utanipata mlimani. Kufika pale mlimani niuzie tu mchungaji ama mtumishi Mikaeli utanipata. Au mchungaji Mikaeli utanipata. Akasema basi sawa, haina tatizo. Tukaondoka nyumbani. Wakati tunarudi nyumbani, ndugu mtangazaji, yani kama ni ishara sasa za kichawi niliziona. Maana sasa ilifika hatua namuona mdogo wangu hata mikono hana. Yani anatembea tu kiwili hivi. Ndio namuona yani mikono hana. Nasimama na shangaa, anambia twende bwana, twende kaka twende. Lakini naona yani mara mkono huu haupo, mara mkono wa kulia haupo, mara mkono wa kushoto haupo, mara mguu hana. Mara kichwa chake kinaelea juu hivi. Nini hiki? Nawaza nasema hiki nini kinamtokea mdogo wangu? Maana mdogo wangu mimi nilikuwa nampenda sana kwa sababu ndio mtu ambaye ndio kama tulivyozaliwa hivyo sasa.
Na kipindi hicho toka uapishwe sasa huwa na kwenye kiti cha uchawi, ulishawahi kwenda hata kwenye vikao vyao? Hapana. Kwa sababu baada ya babu kufariki nahisi kuna baadhi ya mambo hayakwenda sawa. Nahisi maana babu alipofariki ndio kama hivyo mimi yani bibi mwenyewe aliruhusu kwamba mimi nifanyaje niende kule Kaliwa. Sasa sikujua labda maana wale nao bwana wale sijajua na mbinu gani, labda alisema mimi baba nitawasumbua. Nahisi hivyo. Maana mimi kilio changu nilikuwa nahitaji nijue ukweli. Yani babu mimi alifanya hivyo ili niwe mchawi ama nisaidie watu. Ile ukweli huo sikuambiwa. Kwa hiyo hapo kulikuwa na mvutano. Unaona basi mkao natoka hospitalini sasa. Sasa ndio kama naona mdogo wangu mara mkono hana, mara kichwa hana, mara eti mguu wa kulia haupo. Niweza ni manini. Ndugu mtangazaji, lilitokea wingu jeusi. Wingu moja kubwa sana. Na huo ndio ulikuwa siku ya mwisho kumwona mdogo wangu. Ilipiga radi ambayo siku hiyo hata yani mpaka leo nikifikiria hivi sijawahi kusikia radi yani hata hivyo yani sijawahi kusikia hiyo radi hiyo. Maana ilipiga radi. Mdogo wangu ilimsambaza. Unaweza kusambaza? Ilimsambaza. Ilimsambaza ile radi. Alisambaa kabisa. Sikuwa na jinsi ile. Nika tu pale nikaanza nikalia. Nikiomba tu msaada kwa majirani, ndio mnisaidie. Bahati nzuri bwana, watu wa zamani bwana walikuwa na ujasiri sana. Sio kama sasa hivi mtu atakamanza na kukaba hapo mtu anakuangalia tu. Watu walikuja walinisaidia. Tukambeba yule mtoto, yani tunakusanya, naweka. Sasa tunafika pale kwa yule nani kwa yule bwana yule ambako naishi. Kumbe kashapigwa beat na yeye kwamba Suleiman akaenda kukaa hapa Selemani, ama zako ama zangu.